Moja, mbili, tenda. Yakobo anasisitiza sana, anasema mtu ambaye anajua neno la Mungu alafu alitendi ni kama mtu ambaye anajiangalia kwenye kioo, akiondoka tu anakuwa ameshasahau namna ambavyo alikuwepo mwanzo. So hiyo ni hatua ya pili na ni muhimu sana. Baada ya kufahamu, hakikisha unatenda. Na hatua ya tatu muhimu ni kufundisha. Biblia inasema Ezra aliuelekeza moyo wake pia kufundisha maagizo na hukumu za Mungu katika Israeli. Kwa hiyo ukishakuwa unatenda, unaishi maisha ya imani, maisha ya neno la Mungu, maisha ya wokovu, anza kufundisha wengine. Kufundisha faida zake ziko nyingi sana. Nitakupa mbili muhimu. Ya kwanza, inafanya kile ambacho unakifahamu kiendelee kuwa cemented, kinawekwa muhuri na kugongelewa msumari. Lakini jambo la pili, unavyoshare unaji-empty yourself. Unajifanya kila kilichopo ndani kiwe utupu tena, alafu wewe unaendelea kupata maarifa mapya zaidi. Lakini kumbuka, ile sehemu ambayo ilikuwa na maarifa ya mwanzo, yale ya kwanza yana dissolve kwenye kila sehemu yako. Kwa hiyo unaendelea kupata maarifa, unaendelea kuwa na shauku, na utakuta mwishoni mambo yote matatu unayafanya pamoja. Unakuwa na shauku ya kupata maarifa ya Mungu, unayatenda na unafundisha. Kufanya hayo, ukuaji wa kiroho ni lazima. Mimi naitwa Robin Mwenda. Mpaka wakati mwingine, shalom.